Napenda fiketi. Hata hii kiti mimi niko naye ni Mungu alinipatia. Na wewe ulikuwa mistaken, tulikosea from day one. Na mimi mwenyewe kwanza nataka niombe msamaha wa Kenya kwa sababu nilikuwa I think mtu mwenye alikuwa anasukuma huyo mwendawasimu akuwe naibu wa rais. Na ile wakati alikuwa naibu wa rais siku ya kwanza kama mnakumbuka kama wa Kenya akiapishwa. Mistake yake ya kwanza alianza siku ya kwanza. Na watu wengi hata kutoka nje walikuwa wanauliza maswali. Huyu mtu alipata kukuwa naibu wa rais aje? Na ndio mimi nataka nikuambia wewe Mr. Dorcas. Ni vizuri tulikufukuza. Na ni vizuri ulifukuzwa na hao unajaribu kupanga sasa hivi watawafukuza. Na uzuri hautawahi kanyaga kwa uchaguzi yeyote. So najua bado ungewafukuza kwa sababu wewe ulikuwa umewapangia hata ungekuwa naibu wa rais. So ni vizuri walikufukuza kwanza, ndio hata kama wao watakuja nyumbani mtakutana huko. Wewe ukiwa nyumbani. Na wewe ni mtu permanent pale nyumbani. Lakini mimi nataka niseme ndugu zetu kwa mlima wenye wako Rift Valley, wenye wako pembe zote za Kenya, mjue hapo ni kwenu. Ukiwa Turkana, ukiwa Bungoma, ukiwa Mombasa, ukiwa Eldoret, ukiwa Kapseret, ukiwa pembe zote zetu za Kenya, mjue hapo ni kwenu. Msifuate huyu wazimu kwa sababu huyu anataka vita. Ukiona vile anaongea mpaka macho imefura, mpaka siku hizi anaongea kitetemeka, mambo yanatoka kwa mdomo yake. Sijuangi tu kama huyu Dorcas ni bishop ama ni pastor na anaishi na huyu na mkanyi huyu mwendazimu, hata mwambie aongee vitu iko na nini kidogo, iko na ratili kidogo, anaongea mambo mingi. Juzi nimesikia anasema ati Olkalau kulikuwa na watu walirepiwa. Can you imagine? Na una accuse polisi huyo alikusaidia kufanya uchaguzi ya amani. Uma accuse akina Kawanjiku ati hawa ni wanye walete goons. Na wewe ndio ulikuwa umepanga goons, hata tuko na picha ile mabasi ulikuwa umetoa yote Nairobi ikasambaratika. Kwa sababu unataka vita. Juzi nimesikia ukisema unataka kusanya vijana wa Mount Kenya ndio kwa security yako. Mimi nataka nikuambia wewe Mr. Dorcas. Ni ile tu sijui naibu wa rais wetu na rais. Sijui kama wanasikianga ama wanaona. Kwa sababu hii nchi iko na sheria. Na haiwezi wezekana mtu apite mahali kama vile huyu amefika kuchochea wa Kenya mpaka anasema sijui atakuwa na vijana yake kwa sababu hataki sijui goons. Hiyo ndio goons. Hiyo ndio mambo hiyo yenye wa Kenya wataki kusikia. Wewe unachukua mtoto wa mtu unaenda unamlipa shilingi 1000. Alafu unasema ati hatutaki goons, hatutaki protectiwa na vijana wa Mount Kenya. Hiyo ndio vile vita ilikuja 2007 2008. Na mimi nataka nikuambie wewe, hautawahi kuwa anything. Kenya hawataipigana siku nyingine. Kenya hawatawahi chukiana. Na hiyo niliona Olkalau juzi. Hata kama hawakutupigia kura, ila amani ilikuwa pale, ilikuwa juu sana. Haukuwa na chuki kwa sura ya mtu yote. Walikuwa wanatukaribisha sisi wote, wanatusikiza. Na mimi nataka niombe watu wa mlima, hata mkiwa na otherwise, msikubali tuende barabara ya vita. Msikubali tuende barabara ya kugawiwa kusema nyinyi watu wa Mount Kenya. Msikubali kuwekwa mtaro na mtu wako kwa mtaro tayari mwenyewe. Hiyo ndio maombi yangu kubwa. Kwa sababu hii Kenya inafaa ukienda anywhere, ukienda Nyeri unajua uko nyumbani. Ukiwa Nyandarua uko nyumbani. Ukiwa anywhere uko nyumbani. Huyu mwendawazimu ni Mungu alitusaidia. Tukamfukuza mapema. Angeharibu hii nchi. Can you imagine hata kama wewe unamsupport, hata wewe mtu wa mlima mwenye unamsupport. Can you imagine kama huyu mwendawazimu angekuwa baadaye kwa serikali mpaka sasa hivi? Nini angefanya? Can you imagine huyu mwendawazimu kama angekuwa kwa serikali alafu atoke kwa mwaka kama hii? Angeunganisha Wakenya wote. Kenya inaweza piganwa tena kwa sababu ya wajinga kama hawa. Lakini mimi nataka niombe Wakenya tafadhali. Tafadhali. Ile ilifanyika Nyandarua juzi kwanza ilinisaidia mimi as a person. Nikajua tuko wapi, tutajipanga vipi, tutaelekea barabara gani. Hiyo kwanza ilitusaidia. Mimi nataka niambie watu wa Nyandarua, nyinyi ni watu wazuri sana. Watu wa Olkalau nyinyi ni watu wazuri sana. Maombi yangu kubwa, hii nchi
ni kubwa kushinda sisi wote. Mimi naomba rais, kama ulisahau kusoma katiba ya Kenya, urudi usome katiba ya Kenya. Tuko na shetani wa Kenya anaitwa Mr. Dorcas wa Munyoro. Penye imefika lazima sheria ichukue mkono wake. Kwa sababu hatuwezi ona mtu akijaribu kutenganisha watu, amechimba mtaro kubwa anaingisha wengine, anasimama pale anaongea kama yeye ndio Mungu. Hiyo power uko nayo kijini temporary, muda kidogo tu hiyo yenye uko nayo hiyo. Unaweza najua sasa broking itakuingia sasa kuanzia juzi. Umeshinda hii kura moja. Hii nyingine yote sisi tumekuwa tukishinda tuna tweet congratulations. Sisi timu yetu tulitweet congratulations immediately. Badala unyamaze ndio hiyo sasa unatuzi. Wale walifanya siasa ya amani. Wale walikusaidia wakati ile nyingine ndio kwa naibu rais. Na mimi niombe msamaha sana kwa sababu mimi ndio nilikosea mali kubwa kwa hii shetani huyu. Huyu mtu ni shetani wa nchi. Huyu mtu ni shetani wa nchi. Hata kama unaomba kura. Sasa hata ukijifanya ati sasa okay, umesukuma watu ya mlima sawa. Hiyo kura mlima itakutosha wewe Rigiji kama ungekuwa unawania president na utatembea kwingine. Mara unaongea kuhusu Waluya sijui nini, mara unaongea sijui kuhusu Wajaluo sijui nini, ulikuwa unasema siku nyingine hii maendeleo mnapeleka huko sijui, mara unasema maneno ya shares. Ndio sasa umefika kwa watu wako. Mimi nataka niombe watu wa mlima kwa heshima kubwa sana. Muombe Mungu awafungulie macho. Mkuwe na barabara nyingine, mkuwe na kiongozi mwingine. Huyu sio kiongozi. Huyu ataweka watu wa mlima kwa mtaro. Na hiyo ndio nimeitana leo nikuje niseme kwa sababu nimeona akikashibu ndugu zangu wenye walikuwa Olkalau. Na hawa ndugu zetu wakati tulitoka Olkalau tumeshindwa, tulikubali tumeshindwa. Na nataka nirudie wewe Mr. Dorcas wa Munyoro. Sisi tuliinua mkono, tulikubali. Huyo jamaa amekuja bunge tutafanya kazi na yeye, wewe utakuwa tu wa Munyoro bado. Tulikubali. So wacha kutuzi watu, wacha kuongea kama wewe ni Mwenyezi Mungu. Wacha kupeleka watu wa mlima kwa kona. Wacha kuweka hawa wakuwe ni kama against Kenyans. No, hiyo hatuwezi kukubali. Kwa sababu ile hasara tulipata 2007 2008 ni watu wajinga kama wewe. Ni watu wajinga kama wewe. Na ndio mimi nataka niseme nikiwa mmoja wa viongozi wa boda la ofa hii na Kenya hii ya kwamba ndugu zangu tupendane. Hata kama uko na maoni tofauti, weka maoni yako vile unajua, lakini tusitusiane na tusisukumane ni kama sisi ni maadui. Leo ndio nimewaitia leo. Uko na maswali? Swali moja mheshimiwa. Yes. Kupendeza kujibu. Tumeona kuna baadhi ya washauri wa kisiasa, wadadisi wa kisiasa mtahinguni kwa mfano ambao wanapendekeza kutokana na kile kilichofanyika Olkalau. Yes. Pengine ni wakati umefika mwafaka rais aweze kuondoa wale baadhi ya viongozi mawaziri kwa mfano wa Mlima Kenya ambao wako pale ili aweze pengine kuangazia eneo lingine la taifa hili. Maoni ya Mutahi Ngunyi ni sawa. Na pia kila mtu ako anakubalika kulingana na mawazo yake. Mimi hapo siwezi jibu kwa sababu mimi sijaandiki mawaziri. Ule mtu anaandika mawaziri ni mtu mmoja anaitwa William Ruto. Mimi yangu ni kuanza kufikiria barabara gani tunapitia. Hii ya mawaziri kuna mwenyewe. Na yeye sio mwenda wazimu. Na nirudie pia nikwambie kama ingekuwa mimi Sudi, singekubali mtu yote ambaye Kenya atolewe kwa kiti. Kwa sababu ile kiti William Ruto anakalia kwa sasa, watu walichangia mali kubwa na watu wa Mount Kenya. So wako na haki ya maendeleo, wako na haki ya hiyo fiketi, hata kama fiti nyingine ikipatikana waongezewe. Kwa sababu tusigange ajayo, tuseme yenyewe kwa sasa. Watu wa Mount Kenya ndio walifanya William Ruto akakuwa rais wa Kenya. So nisidhani kama hiyo inawezekana. Swali lingine? Mheshimiwa, maswali mawili. Baada ya matokeo ya Olkalau, una marafiki wengi ambao ni wabunge kutoka eneo la Mlima Kenya ambao uko ndani ya UDA. Haya matokeo huoni kwamba yamewapatia tumbo joto kuelekea 2027? Na kingine labda ni suala la vitu ambavyo vilipelekwa Olkalau. Labda wananchi wa kwa mfano Emurua Dikir wanaweza kusema kwamba hawakuona serikali ikitumia mbinu sawia kama kwa mfano kupeleka mattresses
gas cylinders havikupelekwa Murua Dike. Hizo vitu za mattresses, gas cylinders hata mimi napeana hapa kila siku. Haujaona nikipeana kila wiki. Wao uonangi mtandao nikipeana hizo vitu kila wiki, wheelchair nini. Hiyo ni vitu ya kawaida. Hiyo ilikuwa strategy ya kila mtu vile anafanya kampeni zake. Yeah. So hiyo isiwe ati ni discussion. Unajua ninaona hapo kwa mtandao watu wengi wanauliza hizo vitu. Inategemea uwezo wenye uko naye. Huwa mimi napeana hizo vitu kila siku. Yaani nimezoea. So kwani Olokalao ni mpya? Olokalao sio mpya. Olokalao tulipewa mpaka fiato ya wamama. Lakini walipiga kona. Na wako na haki kwa sababu hii serikali ni yao. Swali lingine? Swali lingine ilikuwa ni wabunge ambao bado ndugu zangu wenye walikuwa wamesoma na chama. Mimi nataka nikuambie hawa viongozi wote ukiwaona vizuri wenye walikuwa wamesimama na sisi. Najua unasema wameingisha baridi. Tumbo joto, lakini hata hivyo hawa wako correct. Wewe nikuulize, hii ni serikali hao watu walitafuta. Hii ni serikali hao walilete. So waondokee serikali wafuate ule mwandasimu wao wote. Nani ni mwandasimu kati ya hawa hii group ya kina Ishungwa na wa Munyoro? Unajua siku nyingine watajua. Unajua entitlement ni kitu mbaya sana. Inafanyanga unakuwa kibofu. Watu ndio walitafuta hii serikali ni yao. Hawangeondokea wote. Lakini ikifika wakati kama wanaona kuna mahali anasaida na achaguliwe, hakuna shida yote. Hii dunia haiwezi kuisha. Lakini they are correct. Hawa ndio watu unafaa kuwapigia makofi. Sasa acha nikuulize ule mwandasimu akiwa naibu wa rais kwa mwaka 2. Nionyeshe kitu moja alifanya. Yenye anasema leo kwa Mount Kenya alisukuma na akafanya. Si kazi yake tu ilikuwa uchochezi. Sijui Ndindi amefanya nini? Sijui Chungu amefanya nini? Sijui mbona mnakaribisha huyu hivi? Sijui mbona ule anatembea Kenya namna hii? Mara anaiba mahindi pale, mahindi mbaya analete. Vitu mingi ya upuzi. Ule mtu ni mjinga, hata uwezi ukaombea mimi na huyo mtu mara 500. Mimi ningekuwa naibu wa rais ningefanya vitu mingi sana. Hiyo mtu ni mtu kasia. Endelea. Ile mwisho lakini. Baada ya matokeo ya Kalao, labda serikali ya UDA na wale ambao wanaamini katika uongozi wa Rais William Ruto, unaweza kuambia nini wafuasi wao ambao wanaamini kwamba huu ndio unafaa kuwa mwelekeo kuelekea? Nikwambie, mimi nawaambia ndugu zangu, kwanza wajue uchaguzi sio sisi binadamu tunaomba kura, tunafanya mipango ya Mungu ndio itatupelekeza sisi wote. Na hawa jamaa I can assure you 100% hawawezi potea. Hawawezi potea. Sisi hapana wajinga sana. Olokalao ni mzuri sana. Ili tufungua macho. Sisi hapana fana. Tuendelee. Nani mwingine? Na mwisho labda kwa upande wangu. Kulingana na vile kura zimepigwa na nyinyi mkatokea mkasema kwamba mmekubali kushinda. Yes. Uchaguzi ambao unakuja, tuseme mtu ameshindwa. Mnamuadvise nini mapema, kwa sababu ninajua kwamba Kenya watu wakubalingi mtu ameshindwa. Na nyinyi mlijitokeza, unasemaje? Nataka waangalie uchaguzi yote yenye tumaeshindwa, sisi tunakubali. Uchaguzi yote lazima ukubali. So unajua watu wengi wanasemanga wameibiwa, yani hiyo ni kujiconsult. Unajiconsult tu na usema unajua kama ningefanya hivi lakini fulani aliiba hivi. Ile kitu mimi naambia tu kila mtu, ukishindwa na uchaguzi, hiyo sio mwisho ya maisha. Kama wewe umekuwa na akili mpaka umesema unaenda kuomba kura, hauwezi kuwa na akili hata kutafuta kununua makaa na kazi nyingine na kufanya na biashara endelee na watoto kule. Hiyo sio mwisho ya maisha. Asante mheshimiwa. Labda nimalize kabisa, wanasema tetezi zinasema kwamba ile uchaguzi umefanyika ile mlifanya. Wanasema pia ambao unakuja utakuwa hivyo. Wanasema watu wa 2 term watashindwa. Wewe unasemaje kwa hiyo? Mimi nataka nikuambie huko bado ni mbali sana, 1 year bado ni mbali sana. Na hii siasa mimi nimechaguliwa sasa mara ya 3. Si watu wengi wamechaguliwa mara 1, mara 2, mara 5. Hiyo siku ikifika turudi hapa tuje tuongelee hapa. So usigange huko mwaka nani alikwambia utafika huko kwanza? Ndio swali langu hapa. Yes. Baada watu wanasema mungeshindwa kule Olokalao. Wanasema viongozi ndio walitumia maybe
kiburi, yani walionekana kuwa kiburi sana, ndio maana mkashindwa. Sababu nimeona hata wengine leo wanasema Olkalau kulikuwa na mambo mengi. Labda tulikuwa na shida na candidate, mara tulikuwa na shida zetu nyatujui. Hiyo ishapitwa na wakati. Ule jamaa wa DCP alishashinda. So tupangane mbele. Huyu candidate wetu, hii serikali ni kubwa, tutatafutie mahali akae na watoto yake, maisha endelee. Maisha. Mashujaa Day inakuja Eldoret. Yes. Machana na maneno ya mashujaa, mashujaa tutaenda huko. Wewe uliza maneno hii nyingine ya dunia. Naona nyinyi mnakuwa hamna maswali ya kuuliza. Asanteni sana. Uchaguzi hii labda imerudisha confidence ya IBC kwa Kenya. IBC yeye iko na makosa. Si nile tu ukishindwa, kama mimi nikishindwa leo naanza ku blame IBC, naanza ku blame sijui nini, lakini IBC hajai iko na makosa, hata ile zingine zote hajai iko na makosa. Unajua hata 2008 tukipigana tulikuwa wajinga. Unajua Raila Kibaki alishinda kura 1200. Si ni kuchocheana tu kwa hii radio na hii ujinga hii, unaona kama hii mshensi Rigiji ndio inaletanga hiyo shida. Lakini IBC hajai iko na makosa. IBC inafanya the correct thing. Yeah. Kuna swali moja kwa mheshimiwa kuhusu mambo na wahuni, na swali lingine linahusu umaarufu wa Gachagua. Amuoni ya kwamba Gachagua na chama chake cha DCP kushinda katika eneo la Olkalau ya kwamba imempa umaarufu na inawatia tumbo joto. Swali la pili, umezungumzia swala la wahuni, the goons. Amuoni ya kwamba kwa sababu kutoka kwa accusation yao wanasema ya kwamba mna double standards, pia nyinyi mnaleta wahuni? Sasa hiyo confirm na polisi, hiyo ni kazi ya polisi. Lakini hiyo yenye umesema amepata confidence kwa sababu ameshinda. Of course atapata fiketi kama 10 20. Hiyo ina shida, kwani yeye ni mtu ya kwanza. Wewe maisikia Kenya hiyo wamepigia chama moja. Si chama ni kama 30 na kila mtu anapata. Kuna hata chama ya baba na anapata. So hii is your news. What is news here? Swali lingine mheshimiwa. Na juzi kabla ya kura kuna wakazi wengine kutoka Emuru wa Digiri walikuwa wamevisit kwa Munyoro pia. Yeah. Wakaongea Wale walivisit wa Munyoro kutoka Emuru wa Digiri. Hiyo ni haki yao. Na hii Kenya ni demokrasia. Lakini ukichunguza watu vizuri kwa kuanya na yule mtu ya nywele mwenye anachomanga nywele, si unaona ni wenda simu tu line moja na huyu mwenda simu. Hiyo watu wao uliona wakiwa ile wameenda Digiri walikuwa huko, wao ungeona tu hawa vizuri. Watu wameacha mahindi wanaenda kuomba. Okay, hiyo sio swali ya kuuliza. Hawa ni wauni tu wa kawaida yani. Asanteni.